Sasa leo bwana, hii ni kwa ajili ya mishangazi. Ni kwa ajili ya nani? Mishangazi. Mishangazi. Sasa mishangazi, sifa ya namba moja ya mshangazi, inabidi uwe na pesa. Moja. Hiyo ni sheria ya mshangazi namba moja. Kama hauna hela wewe mshangazi ambao unajiita ni mshangazi, kosa tunaweka X. X. Sheria namba mbili ya mshangazi, inabidi uwe na shepu, yani tako kweli, yani wewe ndio unaitwa ni mshangazi. Sawa mdogo wangu? Hiyo ndio unaitwa mshangazi. Mshangazi. Yaani huku nyuma unakuwa na ngingo, hapa mbele unakuwa na ngingo. Yaani hata ukiwa na baridi ukikaa namna hii, wewe usingizi mnono. Sheria namba tatu. Ukiwa mshangazi hauna hela. X. Kwa sababu mshangazi unatakiwa uwe na hela. Yaani ukikupata kama mimi kijana au wewe dogo, mshangazi inabidi ukulee. Ukiambia mimi nataka leo kwenda Ulaya, unakupa nauli. Usiwaze, chukua. Unaenda wapi? Sasa hauna eti mshangazi unakuwa hauna hela. Afu wewe ndio unategemea ukuchune upe wenyewe hela. Mshangazi X. Hiyo bila kupingwa ni X. Hiyo ni sheria ya mshangazi. Kumbuka. Na wewe ambao unasema ni mshangazi, afu kimbao umenyoka. Eti namba moja. Eti kama mwiko wa pilau ya. Kama mwiko wa pilau. Hiyo basi. Tumeelewana. Ukiwa kimbao wewe kwenye ushangazi haujakamilika. Haujakamilika. Utashangaa mshangazi mwembamba kama mwiko wa pilau ya. Anajiita mshangazi. Wewe sio mshangazi? Wewe sio mshangazi. Ila samahani. Ukisema ukweli, hizo ndio sifa kuu ambazo unatakiwa kuwa nazo mshangazi. Yaani kama mimi naongea tena. Hizo ndo sifa kuu za kuwa na mshangazi. Swala la kwanza uwe na pesa. Swala la pili inatakiwa uwe na shepu. Huo ndo mshangazi. Sawa hii imeisha. Akili kichwani, Mungu moyoni, pesa mfukoni. Kwaheri.